Ndugu mfuatiliaji wa chaneli yetu, leo tutaweza kujifunza hatua muhimu katika uombaji wa mkopo wa elimu ya juu kupitia bodi ya mikopo ya elimu ya juu. Wanafunzi wengi huwa wanapata tabu kuweza kuelewa ni wakati gani sahihi au utaratibu unaendaje, tutafanyaje ili kuweza kuomba mkopo. Mimi sielewi, nimeenda JKT, nani ataniombea mkopo na nitafanyaje. Mambo yao yanakuwa mengi. Wengi wanakuwa wanapata changamoto kwenye kuweza kuelewa mwelekeo sahihi. Sasa kupitia video hii tutakupa hatua muhimu 5 ambazo wanafunzi au kikawaida huwa zinapitiwa kwenye hatua za kuelekea kupata mkopo wa elimu ya juu kupitia bodi ya mkopo na kuweza kusoma upande wa degree. Japo kwa sasa hivi bodi ya mikopo ya elimu ya juu inatoa pia mikopo kwa upande wa diploma kwenye baadhi ya course. Kwa hiyo ukibahatika unapata mkopo. Kwa hiyo tuende moja kwa moja kwenye hatua ya kwanza kwenye hatua muhimu za kuweza kuomba mkopo au hatua za uombaji mkopo. Hatua ya kwanza huwa ni kutolewa kwa mwongozo au tunaita guidebook. Mwongozo wa kuomba mkopo katika mwaka husika. Kila mwaka wa masomo, kwa mfano 2025 2026 huwa kuna kuwepo na mwongozo ambao huo mwongozo ndio hutumika kwenye kuwaongoza wale watu wote au wanafunzi wote wanaokuwa wanaomba mkopo katika huo mwaka husika, ambayo kwa lugha ya Kiingereza huwa tunaita guideline and guidebook au guidelines za kwenye kuanza kuomba mkopo. Sasa guidebook ya kuomba mkopo huwa ina nini au ina muhimu gani? Guidebook huwa inakuwa na sifa au vile vigezo muhimu ambavyo vinahitajika katika mwaka husika au vigezo vya ujumla ambavyo vinahitajika ili mtu aweze kunufaika na kuomba mkopo wa elimu ya juu. Sio kila mtu anakuwa na uwezo wa kuomba mkopo. Kuna sifa ambazo huwa zinabainishwa za kuweza kumwezesha mtu kupata au kunufaika na mkopo wa elimu ya juu. Pia guidebook huwa inakuwa na utaratibu wa kuomba mkopo. Utaratibu mzima ambao unatumika kwa mwaka husika kuomba mkopo. Kwa mfano, miaka ya nyuma tulikuwa na utaratibu wa mtu akishajaza vitu vyake vyote ameshaomba mkopo, alikuwa anachukua zile karatasi zote, anaenda posta, anazituma kwenda bodi ya mikopo. Lakini kwa hii miaka ya karibuni miongozo inayotoka wameamua kutoa hicho kipengele ili kupunguza gharama. Kwa hiyo mwanafunzi anakuwa akiomba mkopo, kuna baadhi tu ya form anazisign, akishazisign anaziupload tena ana thibitisha na confirm, tayari anakuwa amekamilisha kuomba mkopo, hatumi tena. Kwa hiyo imekuwa rahisi. Kwa hiyo ndio maana huwa utaratibu unabadilika mwaka hadi mwaka kulingana na mabadiliko yanavyoenda. Na kitu kingine huwa ni vile viambatanisho muhimu. Huwa kinaeleza kwamba mtu anapokuwa anaomba mkopo aambatanishe vitu gani, kwa vigezo vipi ili kuweza kupata mkopo. Kwa sababu ili uweze kupata mkopo kuna viambatanisho vya kwako wewe muombaji, vya mdhamini wako, mzazi au mlezi. Pia guidebook huwa inakuwa na tarehe muhimu. Yaani tarehe ya kuanza kwa kufunguliwa kwa dirisha la kuanza kuomba mkopo na tarehe ya mwisho au kwa Kiingereza tunaita deadline. Kwa hivyo ndio vitu muhimu ambavyo guidebook huwa inakuwa nayo. Mbali na hivi kuna vitu vingi ambavyo huwa vinakuwa kuwepo kwenye guidebook. Kwa hiyo ni muhimu kuisoma na kuielewa kabla ya kuanza kuomba mkopo ili kuepuka changamoto. Kumbuka unapoomba mkopo au unapoanza kuomba mkopo na haujaelewa mwongozo wa mwaka husika, unaweza ukajikuta unaingia kwenye changamoto ya
ya wewe kuingia kwenye wale watu waliokosea kuomba mkopo. Kwa hiyo kukosa nafasi ya kuweza kupata mkopo kwa awamu ya kwanza. Na ukikosa mkopo kwa awamu ya kwanza, ina maana unakuwa unasubiri awamu zingine ambazo zinakuja, aidha ya pili, ya tatu, kutokana na makosa ambayo yanajitokeza kwenye uombaji wako. Hatua ya pili huwa ni kuomba mkopo. Sasa baada ya kupata mwongozo guidebook, sasa ni kuomba mkopo kwenyewe. Sasa hapa kwenye kuomba mkopo huwa inahusisha kwenye kujiandikisha au kuregister, kuweka taarifa zako, kujisajili katika mfumo wa uombaji wa mkopo. Ukishajiandikisha au jisajili, unaweka taarifa zako, na baada ya kuweka taarifa zako unaomba control number, unapewa, unalipia ile ada ya maombi au gharama ya maombi ambayo kikawaida huwa ni 30,000. Baada ya hapo unaijaza form, unajaza baada ya kulipia unapata nafasi ya kumalizia taarifa zako na kujaza taarifa zako zote. Baada ya hapo unaipakua form au unapakua baadhi ya form ambazo unakuwa umeelekezwa kulingana na mwongozo husika, ambazo unazipeleka kwa wakili, unazipeleka kwa mdhamini wako, na zingine unasaini wewe, unaambatanisha na picha za passport kulingana na maelekezo ya mwaka husika, ndipo unazipandisha tena sasa kwenye system ili uendelee na hatua nyingine kwenye uombaji wa mkopo. Na ukishazipandisha, zikikubaliwa kama zipo sahihi, unathibitisha, na ndipo unakuwa umekamilisha kwenye uombaji wa mkopo. Baada ya hapo sasa, hatua ya tatu huwa ni kwenye kuachiwa sasa majibu. Baada ya kukamilisha zoezi la kuomba mkopo na kila kitu kimeshakamilika, tarehe huwa inapangwa kwamba lini sasa majibu yatatoka, na huwa yanatoka kwa awamu. Huwa kuna ile awamu ya kwanza ambayo huwa inajumlisha idadi kubwa ya watu wote ambao wamepata mkopo au wamenufaika na mkopo kwa mwaka husika. Baada ya awamu ya kwanza huwa inapita wiki moja au wiki mbili, inakuja awamu ya pili, majina yanatoka. Inakaa baada ya wiki kadhaa tena au siku kadhaa, awamu ya tatu inapita, majina yanatoka. Huwa inaenda mpaka awamu ya 4. Na baada ya hapo sasa, awamu zote zikiisha, bodi ya mikopo huwa inatangaza, hatua ya 4 sasa hiyo inatangaza kufunguliwa kwa dirisha la kukata rufaa kwa wale watu wote ambao waliomba mkopo kwenye mwaka husika wa masomo na hawajapata au hawajafanikiwa kuwa allocated, kupewa au kunufaika na mkopo wa elimu ya juu. Sasa hapa huwa kunakuwa na nafasi ya wewe kuweza kutoa sababu kwa nini unastahili mkopo na haujapata. Unaweza ukaomba baadhi ya viambatanisho ambavyo vinakubeba wewe kuweza kupata mkopo, kwa mfano kama vyeti vya vifo, tasafu au cheti chochote ambacho kinaonyesha wewe hauna uwezo, aidha ulisomeshwa huko kwenye hatua za nyuma, au familia yenu ina changamoto ya kiuchumi, kwa hiyo unastahili mkopo. Na baada ya hapo, hatua ya 5 ya mwisho sasa huwa ni majibu ya rufaa. Hapa kwenye majibu ya rufaa huwa inahusisha kutoka kwa majina ya wale watu ambao wameshinda kwamba wanastahili kupata mkopo na hawakupata. Kwa hiyo huwa wanapata japo kwa kuchelewa, na wakati mwingine huwa wanapata mkopo wakiwa shuleni. Yaani wakiwa chuoni ndipo wanapata mkopo au majibu yanatoka ya rufaa, na wanapata mkopo au wananufaika na mkopo, wanaendelea. Kwa hiyo hizi sasa ndio hatua muhimu kwenye uombaji wa mkopo katika kila mwaka. Natumai tumeelewana. Kama una changamoto au haujaelewa, karibu kwenye uwanja wa comment, like na share. Thank you.